wa amma aqdu nikahi fil masjid falaisa bisunna, ama kufungisha ndoa msikitini si katika sunna. Wal hadithu almadhkur laisa bihujjati, una hadithi iliyotajwa hapo si hoja, bal huwa dhaifun, bali ni dhaifu lidu'fi Isa ibn Maimun al-Ansari wa Khalid ibn Ilyas. Sheikh al-Uthaymeen, kwa sababu siseme tu Ibn Baz tu, huyu ni rai ya Ibn Baz. Sheikh al-Uthaymeen ameulizwa swali, anasema baadhi an-nas ya'taqidu anna aqda an-nikahi fi al-masjid mustahabbun fahal wurida dalilan ala dhalika. Anakuja kutumalizia leo, Sheikh anakuja kumaliza deba baina yangu mimi na shekhe wangu. Kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba kufungisha ndoa msikitini ni jambo linapendeza, kama alivyosema shekhe. Msikilizeni kwanza. Kufanya ndoa msikitini huwa afdal, ni bora. Msikiliza za shekhe, anasema hivi: istihbabu aqdi nikahi fil masjid, pendekeza jambo la kufungisha ndoa msikitini. La a'lamu lahu aslan, mimi sijui asili yoyote ile kwenye waliitoshea hii maneno. Wala dalilan ani nabii sallallahu alayhi wasallam, wala hakuna dalili kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili jambo lilithibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na lilithibiti katika sahih al-Bukhari na Muslim, yani ni hadithi iliyokuwa sahihun muttafaqun alayhi. استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا، ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Uthaymeen huyu sio Saifullah, mwanafunzi wako mdogo sana katika wanafunzi wote. Al-Uthaymeen anasema ya kwamba wala hakuna dalili yoyote ile kutoka kwa mtume. Maanake hii dalili yenyewe umetupatia pale, wa kana dhalika fil masjid, hiyo dalili shekhe naye anaipiga pembeni, anaipiga kipasi kabisa, anasema wala hakuna dalili yoyote ile. Lakini Safedoor TV inavuma, Safedoor TV inavuma, channel yetu tukufu, channel pendelevu. Safedoor TV, la chaîne d'actualité, la chaîne du savoir. Safedoor TV, bonyeza like, bonyeza subscribe, bonyeza kengele. Usisahau pia TikTok yetu. Safedoor TV inavuma sana mitandaoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu tukufu, channel pendelevu Safedoor TV. Kwa siku ya leo insha Allahu taala biidhnillah, tunakuja na raddu dhidi ya maneno aliyoyasema au majibu aliyoyaleta Sheikh Nasor Abu Hanifa Cholo kutokamana na tadhkira ama ukumbusho niliyomfanyia kwa video iliyotangulia huko mbele. Kwanza kabisa nilikuwa nimemkumbusha mambo matatu kutokana na ile harusi ambayo aliisimamia yeye, kutokana na mambo matatu. Jambo la kwanza nikasema kwamba aliacha sunna, baadhi ya sunna aliziacha katika ile harusi. Sunna ya kwanza aliyoiacha, nilisema kwamba aliacha sunna ya khutbatul haja kwenye aqdu nikahi, katika kufungisha ndoa. Na insha Allah walillahi alhamd, ni kama vile amefanya taraju, amejirejea, yani ameelewa hiyo tadhkira ambayo tulimfanyizia, walillahi alhamd, kwa sababu kwenye Ijumaa iliyopita alikuja tena kwenye mimbar katika hali ya kusema ya kuwa kama vile analeta majibu ya ile tadhkira yetu ambayo tuliyoifanya dhidi yake. Tulisema kwamba sio raddu ile tuliyoifanya, bali ilikuwa ni ukumbusho, tadhkira. Lakini akaleta majibu, na alipoleta majibu akasema kwenye video yake kama mtavyomsikia pale, kisha tuje tuseme pale, kisha tuje tuweke sawa maneno ambayo aliyosema. Sikilizeni. Anayesema khutbatul haja ni yule anayeozesha wali. Unataka kumpa mtoto wako mwanamke kwa mwanaume, unamwambia yule mwanaume innal hamdalillah nahmaduhu, mpaka mwisho wa khutbatul haja. Naam, bila shaka natumai umemsikia namna anasema kwamba hakuna, yani anasema kwamba
ni kama vile amejirudia kutokana na yale ambayo aliyoyafanya kwenye nikahi. Hiyo siku ya nikahi, ni kukumbushe wewe Muislamu ya kwamba shekhe alisimamia hiyo ndoa, lakini wali wa ndoa ambaye kama anavyosema yeye, kama mlivyomsikia pale, ambaye aliyetakiwa kufanya khutbatul haja hakuifanya, ambaye ni Sheikh Saidi Kiwafe, hakumwambia afanye khutbatul haja, bali alimwambia tu amwambie yule bwana harusi kwamba uko tayari kumooa dada yangu fulani binti fulani kwa mahali tuliokubaliana. Aliposema ndiyo nimekubali, moja kwa moja akasema tayari ndoa imeshatimia. Hakumwambia afanye khutbatul haja kabla ya kuweza kumuuliza haya yote kufungisha ndoa. Hakumuomba afanye hivyo, bali tahamaki yeye ndiye ambaye kafanya khutbatul haja pahala pa kumwacha yule wali wa ndoa, kama alivyosema yeye mwenyewe kwenye khutba yake ya Ijumaa, ndo ambaye afanye khutbatul haja. Ameuliza swali ambayo nataka nilijibu hapa, ambayo yeye mwenyewe kaijibu. Anasema mashekhe hawana kazi katika masala ya ndoa, kwamba hii ni fasi ya shehe katika ndoa. Kama shehe hayuko hakuna ndoa, hakuna. Mashekhe hawana kazi. Sasa mimi swali limoja ambalo namuuliza shekhe, na wewe kazi gani ulikuwa nayo kwenye hiyo harusi? Sungetuacha tu sisi wenyewe tukaiongoza, lakini wewe ukaja katikati ukawa kama vile msimamizi wa ile ndoa, wewe kama shekhe. Sasa vipi? Kwani inaonekana kama kazi yako ilikuwa nini pale? Mbona hatuoni kazi ambayo wewe ulikuwa nayo pale? Na kama kazi yako ilikuwa ni kuongoza ile ibada iende kisunna, kwa nini mashekhe wengine wasiwe na haki pia ya kuongoza ibada za ndoa katika hali ya sunna au katika hali ya kisheria? Hapo mimi nikaona kwamba ni kama vile umefanya tarajo, kwa sababu hiyo siku wewe ndio ulifanya khutbatul haja, haukumpatia wali wa ndoa afanye hivyo, na tukakuja tukurekebisha hilo jambo, tukakwambia si vizuri, tukakuletea tadhkira, na kweli alhamdulillah kwenye mimbar umehakikisha kwamba umeelewa hilo jambo. Jambo la pili sasa ambalo limenifanya leo nikuje hapa nikae vizuri nilizungumzie. Sitakuja kuzungumzia masala ya wasia, kwa sababu wasia tulipanua kwenye hiyo video iliyopita. Tulionyesha wazi kwamba wasia ni sunna, wasia ni jambo ambalo linafaa kwa watu wenye kufanya ndoa, na nileta vitabu mbalimbali. Kwa hiyo sitarudilia hiyo pointi ambayo inatuleta hapa siku ya leo ni pale shekhe aliposema ya kwamba eti kufanya ndoa msikitini ni bora zaidi, afdal, ni bora zaidi, na akaleta dalili nyingi sana katika vitabu mbalimbali vya wanawachuoni. Hapo ndipo sehemu ambapo pamenifanya mimi nije leo niweze kurudilia, yani ni raddi yale maneno aliyosema, kwa sababu ni kawaida, ni jambo la kawaida kuradi mtu endapo atakuwa amesema mambo ambayo yamekwenda kinyume kidogo katika sheria. Naam. Kwanza kabisa, kabla sijaleta raddu, ningependa niseme ya kwamba shekhe, nasaha yangu kwa hiyo siku ilikuwa ni nasaha ya mtu kwa mwalimu wake, ya mtu kwa ndugu yake, ya mtu kwa rafiki yake. Yani marafiki wazuri ni wale wenye kuhusiana kunako haki na wenye kuhusiana kunako kusubiri. Ndo marafiki wazuri, ndo mwalimu na mwanafunzi wazuri. Na si vizuri kwa mtu kuweza kukaa tu pale kwa sababu ni mwalimu wako ndo anakosea, basi unaiacha hivyo. Hii ni katika jambo lililosababisha wana wa Israeli kulaaniwa. Kanu la yatanahauna anil munkari faaluhu, walikuwa wakatazani kutokana na madhambi waliokuwa wakifanya. Unasikia? Kanu idha saraka fihim sharif tarakuhu, akiiba mtukufu miongoni mwao wanamwacha. Wa idha saraka fihim dhaif aqamu alayhi alhadd, walikuwa mtu mubovu katika jamii, yule ambaye hana jina katika jamii, akifanya kosa ndo watu wanamsimamishia sa hukumu. Lakini yule ambaye ni mtukufu kwenye jamii, yeye akifanya kosa hakuna tatizo yoyote, wala hakuna wa kumrudisha kwenye haki. Na hivyo sisi hatutokwenda hivyo, Sheikh. Sisi lazima tutakwambia ukweli
pindi utakapokosea lazima tutakwambia ukweli, tena kwa heshima yote iliyokuwa nzuri kabisa. Ndio maana nikwambie ya kwamba umesema kwenye hutuba yako ya kwamba eti kufunga ndoa katika msikiti ni bora zaidi kuliko sehemu zingine zote. Mashaallah, shukran, tumekushukuru kwa kusikia hivyo. Kwanza Muislamu, kabla hatujajibu, msikilizeni anavyosema kwa haraka haraka, alafu tuje tujibu hiyo maneno yake. Sikilizeni. Kwa hiyo waja wa Allah, ikiwa kwamba utapata fursa ya kuifanyia ndoa msikitini, fa huwa afdal, ni bora, lakini sio lazima kufanyia ndoa msikitini. Unaweza ukaifanyia sehemu popote, sokoni, nyumbani, msali na mengineo. Na Muislamu, naam, natumai ya kwamba umemsikia shekhe namna anavyosema katika audio yake hiyo, anavyoweka wazi kwamba yeye katika madalili zote alizozileta pale za wanawachuoni, anaonesha kwamba ni lazima mtu, ni jambo linalopendeza sana mtu kufanya ndoa yake msikitini. Yani zaidi kufanya ndoa msikitini ni bora zaidi kuliko kuifanya sehemu nyingine yoyote hiyo. Ndo gisi yeye anasema, na akasema lakini eti kwamba dalili maraba, kwa sasa nitarudilia maneno yake aliyoyasema na mmemsikia. Anasema hivi, dalili kutoka kwenye Sahihaini zinasema wazi kwamba Mtume alikuwa ni katika sunna kufungisha ndoa msikitini, fi Sahihaini. Msikilizeni anavyosema pale. Jambo lilithibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na lilithibiti katika Sahihu al-Bukhari na Muslim, yani ni hadithi iliyokuwa sahihun muttafaqun alayhi. Naam, natumai umemsikia vizuri. Anasema kwamba fi Sahihaini panapatikana hadithi ambayo inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyojiwa na yule mara allati wahabat nafsaha li rasulillah, nafsi yake ilimtamani Mtume, kisha akaja kumwambia Mtume eti hiyo sehemu ilikuwa msikitini. Anasema hii hadithi ipo kwenye Sahihaini. Hapa ndo kwenye alifanya maajabu ya kwanza Sheikh, na hapa nilisema siwezi nikamnyamazia. Medam anayatetea jambo ambalo linakwenda kinyume, lazima na sisi tuwe kumrudisha kwenye haki. Tumefungua Sahihul Bukhari, tuanze hadithi ya kwanza kwenye Bukhari, hadithi ya Sufyanu Thauri, kama alivyosema yeye. Tumsikie Sufyanu Thauri. Je, katika hii riwaya yake kwenye Bukhari panapatikana neno yoyote ile inayosema kusikana na je, panapatikana neno yoyote inayohusu kufungia ndoa msikitini? Tutazame kwanza hadithi, ndo hiyo hapo kama unavyoiona kwenye kamera. Hadithi inakuja, hadathana Ali ibn Abdillah hadathana Sufyan sami'tu aba Hazim. Hii hadithi kwanza inapatikana katika kitabu nikah kwenye Sahihu al-Bukhari, kitabu nikah, babu at-tazwij ala al-Qur'ani wa bighairi sadaqin. Naam, utapata haya maneno kwenye hicho kitabu. Shekhe amenukuu, anasema ile fasi pale, anasema hivi, hadithi inasema hivi kwamba hadathana Sufyan sami'tu aba Hazim yaqul, nimemsikia Aba Hazim anasema sami'tu Sahla bin Sa'd as-Sa'idi, kwamba nimemsikia Sahli ibn Sa'd as-Sa'idi anasema, yaqul, anasema inni la fil qawm inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam idh qamat imra'atu faqalat ya rasulallahi innaha qad wahabat nafsaha laka fara fiha ra'yaka falam yajibha shay'an thumma qamat faqalat ya rasulallah innaha qad wahabat nafsaha laka fara fiha ra'yaka falam yujibha shay'an ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب إلى آخر الحديث. Mwanzo mpaka mwisho nadhani hujasikia hata neno moja wa kana dhalika fil masjid kwenye Bukhari nzima. Na mchallenge
kwenye Bukhari nzima hakuna riwaya yoyote ile inayosema ya kwamba hakika wakana dhalika fil masjid, hilo jambo lilipitikana msikitini. Hakuna hilo kwenye Bukhari wala fi Muslim wala katika Sahihi Muslim, hakuna hilo jambo, kwa sababu wewe umesema pale ya kwamba eti ile jambo lipo katika Sahihaini, Bukhari na Muslim, na kuhakikishia kama hamna hadithi inayosema kwamba wakana dhalika fil masjid. Bali mimi sijui, pengine ilikutangulia ulimi, ilikuchanganya ulimi kusema kwamba Bukhari, na ile hali ulikuwa unakusudia Fathul Bari pengine, kwa sababu kwenye Fathul Bari pekee ndo tunakuta pale ile riwaya tena, na si hatukuti riwaya bali tunakuta amenukulu. Kuna tofauti baina ya kuleta riwaya na kunukulu riwaya. Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani kazungumza kwenye Fathul Bari katika mujalladi wake wa 9, peji sio ile ulioisema, bali kwenye kitabu changu peji yake ni 258, ndo kwenye kitabu changu ndo Sheikh anasema, anaileta ile riwaya, anasema wa fi riwayati Athauri, na katika riwaya ya Athauri ndo panapatikana ile neno wakana dhalika fil masjid, na hilo jambo lilifanyika msikitini. Tena inda al-Ismaili, anasema hii riwaya kwa al-Ismaili ndo anasema kwamba wakana dhalika fil masjid. Yani Imamu Thauri pekee ndiye ambaye kaleta hii riwaya ya kusema kwamba hilo jambo lilikuwa msikitini. Kielimu hapa tutasema nini? Tunasema hivi, Imamu Ibn Hajar al-Asqalani, tumwanzie kwake yeye, kwenye hiyo Fathul Bari yake ameleta hadithi, riwayati zote alizozinukulu yeye zote, hakuna hata moja ambayo ilisema wakana dhalika fil masjid, isipokuwa peke yake riwaya ya Sufyanu Thauri. Sasa endapo riwaya ya Sufyanu Thauri inagongana na riwayati zilizokuwa sahiha sariha zaidi yake ambazo hazikunukulu neno wakana dhalika fil masjid, hapa kunakuja zaida ambayo haiko ghairu mahfudha, haikuhifadhika ili kwa wale maulama muhaddithina wote ambao tuliwataja pale mwanzo. Imamu al-Bukhari hakupokea hiyo zaida ambayo umeileta pale, ambayo Imamu Thauri kaileta, wala Imamu Muslim hakuipokea, wala Imamu al-Baihaqi na maulama wengine wote ambao wamepokea hadithi hawakuongeza ile zaida pale. Bimaana hii zaida iko shadha, na hadithu shadh kama inavyojulikana katika Manzumatul Baikuni, anasema al-Imam wa Baikuni anasema wama yukhalifu thiqatun bihi al-mala fashadhu wal maqlubu qismani tala. Yani ile hadithi iliyokuwa hadithi yaweza kuwa sahihi kwenye sanad, pamoja na kwamba hatujazungumzia sanad ya hii hadithi, tutaizungumzia pia. Hadithi inaweza kuwa sahihi kwenye sanad, lakini medam inapingana na hadithi zingine zilizokuwa sahihi zaidi yake, basi hadithi hiyo tunaiita hadithun shadh. Na mimi najua unaijua vizuri sana, kwa sababu wewe ni mwalimu wa mustalahul hadith. Sasa na mimi niliposoma kwa shekhe wangu Sheikh Hassani Nyanzi pale Kampala, amenifundisha kwamba hadithi shadh ni hadithi ambayo ni sahih, lakini inapingana na hadithi iliyokuwa sahihi zaidi yake, na hiyo hadithi iliyokuwa shadh ni hadithi ambayo sio makbul, haikubaliki katika elimu ya hadithi. Unasikia? Na sio mimi peke yangu ndo nasema kwamba hii nyongezo hapa ya wakana dhalika fil masjid eti ni shadh, eti jambo lipitikana msikitini. Sio mimi peke yangu ndo nasema kwamba iko shadh, bali alisema haya Sheikh Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, ameyasema haya katika kitabu chake Irwaul Ghalil, ameisema haya katika babu nikah alipokuwa akizungumzia hii hadithi
basi alisema alileta riwaya iliyokuwa sahih na kuipiga pembeni kabisa hii riwaya yako ulioisema ya kusema eti hilo jambo lilikuwa msikitini. Ameipiga pembeni kabisa kuonesha kwamba ni shadh. Hiyo ni zaida ambayo iko ghairu mahfudha, haikuhifadhika na maulamau almuhaddithina. Naam, bali mwanachuoni mwingine nishamtaja Ibn Hajar kutokana na ile nilivyokuwa nikimtaja pale na alivyonukuu hiyo hadithi, bali Imamu al-Bukhari hakuipokea hiyo zaida, Imam Muslim hakuipokea na wote wale hawakuipokea. Hatuna haja ya kuitazama hii hadithi kwa mara ya pili, kwa sababu ni hadithi ambayo iko shadh. Na jambo lingine, matni ya hii hadithi vile vyote ulivyovitaja pale iko sahih, isipokuwa tu kasoro ni ile zaida ndo ambayo iko shadh. Sawa? Naam, shukran. Kwa hiyo acha niingilie sasa neno ulioisema eti kwamba una dalili nyingi sana. Ulisema una dalili nyingi sana ambazo zinajuzisha jambo nzima, swala zima la kufanyizia ndoa msikitini. Ukasema kwamba eti ukaleta kauli akwali za maulama. Kwanza mimi ningekupatia kauli kubwa ya wanawachuoni. Imamu Shatibi rahimahullah rahmatan wasi'a amesema ya kwamba qala fi ittiba'i rukhasi almadhahib, amesema katika kuifata rukhsa ya madhehebu ya wale maima wa madhehebu wale, min almafasidi, anasema ni katika mambo ya ni katika mambo mabaya, al-insilakh min ad-din bitarki ittiba'i ad-dalil ila ittiba'i al-khilaf wal-istihana bid-din. Na masalafi wamepokea maneno ya kusema kwamba man tattaba'a rukhsa al-ulama, yule ambaye atakayezifata ruhusa za maulama, ruhusa ya maulama kunako baadhi ya masala, eti maulama wameiruhusu, basi hapa inatosha. Unataja maulama kwenye Ijumaa, unawataja kisha mwisho unaonyesha hao wote hapa wamejuzisha. Sawa, hiyo ni ruhusa ya maulama, lakini mashekhe wa masalafi wanasema ya kwamba atakayefata ruhusa ya maulama tazandaka, unaona, atakuwa zindiq. Sawa, sio maneno yangu, ni maneno ya wanawachuoni wakina Imamu Shatibi na wengine katika wanawachuoni wakubwa waliosema haya. Naam, bali qala Suleiman at-Taimi, anasema Suleiman at-Taimi ya kwamba lau akhadhta bi rukhsati kulli alimin, lau utafata rukhsa ya kila mwana wachuoni, ijtamaa fika shar kulluhu, basi itakusanyika kwako shari zote. Ameyasema haya katika kitabu kinachoitwa Jami'u Bayani al-Ilm li Ibn Abdil Barri, juzu yake ya pili, peji yake ya 927. Ameyasema haya, yani mtu sikae tu kutafuta ruhusa ya maulama kwa sababu umekosa dalili kule ya kuonesha kwamba inajuzu kufanya ndoa msikitini, ya kuonesha kwamba dalili inaonesha ya kwamba mtume kafungisha ndoa msikitini, basi unaanza kukimbilia kwenye ruhusa ya maulama. Hapa tulitoe tambihi kidogo. Sasa utakuwa mbali, yani tofauti yako sasa wewe na watu wa bid'a hawa masufi wanaosema juu ya maulidi kwamba inafaa, pamoja na kwamba maulidi mtume hajaifanya, lakini medamu wao wanatoa baadhi ya akwali za baadhi ya wanachuoni akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani kama ulivyomtaja, ambaye kasema ya kwamba kama alivyonukuu Imam Ibn Hajar al-Haytami alivyomnukuu, kama sikusahau, anasema kwamba eti Sheikh anasema kwamba maulidi ni bid'a iliyokuwa nzuri. Je, unakubaliana na ile neno? Je, unakubaliana hiyo neno? Kwa sababu tu ni mwanachuoni ndo anasema hivyo, moja kwa moja naona kuwa nyuma yake hiyo ni katika tabia za watu wa bid'a, na ndo maana sisi tunakutahadharisha, tunasema kwamba usije kuingia katika fikra za aina hizo. Bali
tulizungumzia sasa hili jambo kisheria. Twende kwanza tusome kwa vitabu, maana pengine tukisema kwenye kichwa mambo mengi yanakuwa yanatupita zaidi. Tuwasikilize kwanza wanawachuoni wanasema nini. Ulamau lajnatu daima albuhuth, ulamau lajnati daima albuhuth wanasema nini kuhusikana na kufanyia ndoa msikitini. Sisi tunapendaga kusema kitu. Fungua kitabu kinachoitwa Fatawa Lajna Ad-Daima Al-Buhuth Al-Ilmiya Wal-Ifta, ya kwenye mujalladi wake wa 18, mujalladi wake wa 18, kwenye peji yake ya 110. Kwenye hiyo peji wanaulizwa swali maulama wakubwa, wanasema hali almuwadhabatu ala aqdi uqudi zawaji fi almasajidi yu'tabaru min as-sunnati almustahabbati am yu'tabaru min albid'i? Sikiliza shekhe, je, kufanya ndoa, kuzoea kufanya ndoa misikitini kama ulivyowaambia watu wakuwa wanakuja kufanya ndoa msikitini, si vibaya kama ulivyowapendekezea na kuwaonesha kwamba ni jambo ambalo linafaa, ni mustahabu, linapendeza. Je, ni katika sunna au ni katika bid'a? Wanaulizwa maulama hawa kwenye hichi kitabu. Najua uko nacho na unakijua vizuri. Kwenye swali la nambari 9388 ndo rakamu ya swali hiyo ya fatwa. Maulama wakajibu hivi, wakasema hivi: al-amru fi ibrami aqdi nikahi fi al-masajidi wa ghayriha wasi'un shar'an. Kufungisha ndoa katika msikiti, katika misikiti na kinyume chake ni jambo ambalo liko pana katika sheria yetu ya Kiislamu. Walam yathbut, wala haijathibiti. Wao wamesema imethibiti Sheikh, lakini hapa tunapata walam yathbut, wala haijathibiti, fima na'lam, katika yale tunayoyajua sisi. Nitakwambia ni nani na nani ndo wanatoa hii fatwa, ambao wao hawajui katika yale yani hawajui chochote kile, dalil, hawajui dalili yoyote ile yadullu ala iqa'iha fil masajid khasa sunna, eti kuifanya ndoa msikitini, kuifungisha ndani, kuifanyia ndani ya msikiti, eti ni jambo ambalo ni sunna. Hawaoni dalili yoyote ile kuhusu hili jambo. Faltizamu ibramiha fil masajidi bid'atun, bali kuzoea kuifanya katika msikiti ni bid'a. Wabillahi tawfik. Anamaliza pale kujibu ni nani na nani. Wa kwanza Abdullah ibn Ghadian ameizungumza hapa. Kuna Abdurrazaq Afifi ameyazungumza pia. Kuna Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ibn Abdillahi ibn Baz. Abdul Aziz ibn Baz anasema nini? Naye anasema kwamba kuizoea kufanya ndoa msikitini ni bid'a. Allahul musta'an. Pengine ukadhani kwamba niko naisoma kwenye internet kama ulivyoniambia hiyo siku. Basi shekhe, nakutilia zoom kidogo uone pale, na wadhani unaona pale, anasema hivi: faltizamu ibramiha fil masajidi, basi kujilazimisha kuwa na izoea kuifanya katika misikiti, bid'atun, ni bid'a. Sio pale tu ndo alisema haya maneno, bali ingia kwenye page ya nambari 111. Wanaulizwa tena swali: amalu hafalati al-urus, kufanya
mambo masherehe ya harusi bil masajid, katika misikiti, haithu yahdhiru rijal, sehemu ambayo wanahudhuria wanaume, wanisa, walikulli makanin khas. Yani turuke swali pale tu, ndo anasema kwamba kusikana na watu kufanyizia mambo ya harusi msikitini, je, hukumu yake ni nini? Sikiliza majibu ya shekhe hapa, anasema hivi: laisa minas sunnati, si katika sunna, aqdu nikahi, kufanyia ndoa msikitini, bil masajidi, kufanyia ndoa katika misikiti, si katika sunna. Yani Abdul Aziz ibn Abdallah ibn Baz ni mtu ambaye hajui hizo hadithi ulizokuwa ukizitaja kwenye mimbar, mpaka aseme laisa minas sunna. Kweli atasema si katika sunna, na ile hali ameshaona wazi dalili ambazo wewe unazozijua. Kweli atasema si katika sunna. Je, hapa Ibn Baz alivyosema kwamba si katika sunna kufanyizia ndoa misikitini, acha ni zoom kwanza, kufanyizia ndoa misikitini si katika sunna. Je, hakuona ile dalili ya yule mama ambaye wakana dhalika fil masjid? Hakuona hiyo dalili? Ameiona, lakini alijua kwamba ni hadithi ambayo sio sahih. Hiyo zaida sio sahih, bali ni shadha. Sawa, ndo maana anasema laisa minas sunnati aqdu nikahi bil masajidi wal mudawamatu ala aqdi nikahi dakhilu al masjid, na kudumu katika kufanya ndoa msikitini, kuifungisha ndoa misikitini, ndani ya msikiti. Wa i'tiqaduhu minas sunna, na kuitakidi kwamba kufanya ndoa ndani ya msikiti ni katika sunna, kama ulivyosema shekhe. Shekhe anasema hivi bid'atun minal bid'i, kama ulivyoitakidi wewe usema kwamba ni jambo ambalo linafaa, bali limethibiti kwa mtume, yani ni sunna. Ukisema tu vile, Sheikh Ibn Baz anakuambia ya kwamba kusema kwako tu hivyo, basi ujue kwamba ile ibada unayoifanya pale ni bid'a katika miongoni mwa mabid'a zingine zote, kama nilivyokuambia tu hapa. Yani hapa unakuwa ni kama vile uko unatetea tu maulidi, unasikia? Ni bid'a kama vile bid'a zingine zote. Lima thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana na yale ambayo yalithibiti kwa mtume, annahu qala, kwamba amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Paka mwisho anaendelea anasema pale, basi hiyo jambo kulifanya msikitini ni jambo ambalo lazima likatazwe. Lima fi dhalika min almafsada, kutokana na kwamba lina mafsada, maharibiko mengi ndani yake. Abdullahi Abdul Aziz ibn Abdallah ibn Baz anasema hayo maneno. Usitosheke tu na haya, bali amesema pia kwenye swali nambari 9903 amesema pia kwenye hiyo swali, walipomuuliza tena hiyo swali akasema, laisa minas sunnati aqdu nikahi bil masajid, si katika sunna kufungisha ndoa katika misikiti. Amesema pia kwenye nambari 12 alipoulizwa, alladhi ja'ala ashabab fi buldanina, yale wanayofanya vijana katika miji yetu hii, fi hukmi, katika hukmu ala nikahi fil masjid, hal huwa sunna am bid'a? Je, ni sunna au bid'a? Wanamuuliza shekhe kuhusikana na jambo zima la watu ambao vijana leo wanakuwa wanafanya kama tunavyofanya pale msikitini kwetu, kwenye Markaz Nur, kama tunavyofungisha ndoa pale, kila wakati tunakuwa tunafungisha pale kupitia ahadithi. Wanamuuliza shekhe, alinu hadha nikah waj'aluhu fil masjid wadribu alayhi biduf. Wanasema kupitia hii hadithi, je, tunavyofanya pale msikitini, kwamba mtume kasema kwamba tuijalie nikahi, tuidhihirishe, alafu na tuijalie misikitini. Je, kupitia hii hadithi
ndoa kuifungisha msikitini ni katika sunna au ni katika bid'a kupitia hii hadithi. Shekhe kwanza akaanza kuiponda hiyo hadithi, akasema ya kwamba, akajibu akasema, awalan hadha alhadith rawahu Tirmidhi bisanadihi, hii hadithi Imamu Tirmidhi ndo kaipokea. Qala hadathana Ahmad ibn Muni' حدثنا عيسى ابن ميمون أخبرنا عيسى ابن ميمون الأنصاري عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله أعلنوا هذا النكاح فاجعلوه في المساجد وضربوا عليه بالدفوف. بقى كمشو ويو حديث. ثم قال شيخ كسيما هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. Anasema kama alivyoipokea, kama alivyosema Imamu Tirmidhi kwamba hii hadithi ni hasan gharib. Anasema sa shekhe ya kwamba wa Isa ibn Maimun al-Ansari, huyu Isa ibn Maimun al-Ansari yudhaifu fil hadith, ni mtu ambaye analeta udhaifu katika hadithi akipatikana. Mpaka kumwisho akafikia kusema ya kwamba, anasema thaniyan, kwa mara, yani jambo la pili, hatha shar'u ala i'lani nikah, sheria imehusia jambo zima la kulitangaza ndoa. Wa amma aqdu nikahi fil masjid falaysa bisunna, ama kufungisha ndoa msikitini si katika sunna. Wal hadithu almadhkur laysa bihujjati, una hadithi iliyotajwa hapo si hoja. Sawa, si hoja, bal huwa dhaifun, bali ni dhaifu lidu'fi Isa ibn Maimun al-Ansari wa Khalid ibn Ilyas, wallahu a'lam. Naam, acha nimalizie na Sheikh Al-Uthaymeen, kwa sababu usiseme tu Ibn Baz tu, huyu ni rai ya Ibn Baz. Sheikh Al-Uthaymeen katika kitabu kinachoitwa Liqa'atul Babil Maftuh amesema kwenye swali aliloulizwa na moja katika Waislamu, ameulizwa swali, anasema ba'dhu an-nas ya'taqidu anna aqda an-nikahi fi al-masjid mustahabbun fahal wurida dalilan ala dhalika. Anakuja kutumalizia leo, shekhe anakuja kumaliza deba baina yangu mimi na shekhe wangu. Anasema hivi, kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba kufungisha ndoa msikitini ni jambo linapendeza, kama alivyosema shekhe. Msikilizeni kwanza. Kufanya ndoa msikitini huwa afdal, ni bora. Naam, nadhani umemsikia vizuri anavyosema kwamba eti ni jambo linapendeza kufungisha ndoa msikitini. Ametoa dalili nyingi sana, kisha wanamuuliza Shekhe Al-Uthaymeen, je, kunaweza kupatikana dalili inayoonyesha kwamba linapendeza ili jambo msikitini? Tumsikilize za Shekhe. Anasema hivi, istihbabu aqdi nikahi fil masjid, kupendekeza jambo la kufungisha ndoa msikitini, la a'lamu lahu aslan, mimi sijui asili yoyote ile kwenye waliitoshea hii maneno, sijui kwenye wametoshea hii maneno katika sheria. Al-Uthaymeen huyu, wala dalilan ani nabii sallallahu alayhi wasallam, wala hakuna dalili kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Uthaymeen huyu sio Saifullah, mwanafunzi wako mdogo sana katika wanafunzi wote. Sasa Shekhe Al-Uthaymeen anasema ya kwamba wala hakuna dalili yoyote ile kutoka kwa mtume. Maanake hii dalili yenyewe umetupatia pale, wa kana dhalika fil masjid, na hiyo ufungaji wa ndoa ilifanyika msikitini wakati wa mtume. Hiyo dalili shekhe naye anaipiga pembeni, anaipiga kipasi kabisa, anasema wala hakuna dalili yoyote ile. Lakin idha sadafa ani zawj wal wali, lakini ikifikia wali wa ndoa na bwana harusi maujudani fil masjid, wamejikuta wako msikitini, hapana wamepangilia eti tufanyizie ndoa msikitini kama wanavyofanyaga pale, hapana wamepangilia. Soma hapa vizuri, wakijikuta wako msikitini, waaqada, kisha wakafunga ndoa wao wawili mle ndani pale, wakafungisha hiyo ndoa, waaqada fala ba'sa, hapo hakuna matatizo.
Maanake yenye iko na matatizo ni ile kusema kwamba unakuja kufanyisha ndoa, unakurupuka tu, naenda tu msikitini nikafanyishe ndoa kule, unaacha sehemu zingine. Basi hili jambo halina dalili yoyote hiyo kutoka kwa Bwana Mtume. Shekhe, hawa ndo maulama wetu ambao sisi tunawafata. Sisi tunawafata hawa maulama. Ukishuka kule chini kwenye fatwa ya shekhe, anasema ya kwamba hili jambo halina ubaya wote. Ama istihbabi dhalika bihaithu naqul, ama kuipendekeza, mtu anatoka tu kwake anaipendekeza eti mimi nenda fanya ndoa yangu msikitini. Anasema nini? Shekhe anasema nini kusikana na hilo jambo? Anasema naqul, tunasema mtoke munyumba ila almasjidi, twende msikitini. Tokeni nyumbani twendeni msikitini. Au tawaadu fil masjid, yani unawatosha watu nyumbani, unawapeleka watu msikitini ili wafunge ndoa. Sikiliza Sheikh Al-Uthaymeen anasema nini? Fahadha, ili jambo yuhtaju ila dalilin, linahitaji dalili. Tutaendelea kukuuliza mpaka siku ya Kiyama, Sheikh, tupe dalili ya kufungisha ndoa msikitini. Salafi gani kakutangulia katika hili? Sisi wa masalafi tunapinga hili jambo, tunasema hakuna dalili ya kufungisha ndoa msikitini. Hakuna hiyo dalili, bali waweza ukapata ndo ruhusa ya maulama, lakini hakuna dalili kama ulivyosema eti athari na hadithi sahihi zinazoresha kufungia ndoa msikitini. Hakuna hilo jambo. Nimalize na maneno Sheikh anasema wala a'lamu lidhalika dalil, wala sioni kama kuna dalili yoyote ile. Kisha Sheikh akasema ba'duhum yushabihu fi dhalika an-nasara haythu yaqiduna an-nikaha fil kanaisi, baadhi yao wanajifananisha na Wakristo wanavyokwenda kufungisha mandoa zao makanisani. Yani shekhe huko anawafananisha na wale Wakristo wale wanaokwenda kufungisha ndoa makanisani. Ndoa yetu ya Kiislamu hufungishwa sehemu yoyote ile, na haijathibiti dalili ya kuifungisha msikitini, bali kufanya akdu katika msikiti kulikuja dalili iliyokataza hii. Sio mada yetu leo kuizungumzia. Je, nikahi nayo inaingia katika haya ama haingii katika yale mambo ambayo Mtume alisema fa innal masajida lam tubena lihadha, hakika misikiti hazijajengwa kwa ajili ya kuja kufanyizia mikataba yenu humo ndani. Hatujaingilia pale, lakini tunakuachia tu kama vile kionjo fulani, bali tunarudilia tena kusema si katika sunna, bali ni bid'a kusema kwamba kuipendekeza kufanyia ndoa msikitini ni katika bid'a. Hii ndo fatawa za wanawachuoni wetu wakubwa katika manhaji as-salafia. Kama we ni salafi mzuri, kama we ni salafi kweli, basi alaika hadhihi al-aqwal, ni juu yako kuzifata hizi maneno. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Na mimi nimefanya hii raddu kwa hamasa zaidi, ni kwa sababu naona kama manhaji yetu leo hapa Bukavu inakuwa danger. Kama kweli shekhe, wewe kama vile gara wetu wa sunna hapa Bukavu waweza ukaanguka katika mambo kama na haya, kwa kweli mimi limeniletea uoga sana, linanitisha sana. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.